Malaika ni nini? Malaika ni viumbe vya kiroho ambavyo vimeumbwa na Mungu kwa ajili ya kutumikia watu wake, lakini pia kutumikia au kumtumikia Mungu. Hao ni viumbe vya kiroho. Kwa nini tunaita viumbe vya kiroho? Tunaita viumbe vya kiroho kwa sababu wana asili ya kutokuonekana kwa macho ya damu na nyama, isipokuwa mara chache hutokea kwa kupitia maumbile au maumbo ya vitu au watu. Sometimes they can appear on a physical realm through things and the peoples. Mara chache sana wanaweza wakapitia kuonekana kupitia vitu au watu, hasa watu. Luke the minister of angel, huduma ya malaika. Kazi yao malaika, Mungu amewaumba, nimekuambia, kwa ajili ya kuwatumikia watu wake. Ni roho zinazotumwa, ni viumbe vinavyotumwa visivyoonekana, lakini wakati mwingine vinaweza vikavaa sura au umbo la kitu, la mtu. Kwa mfano, malaika anaweza akaja kwako, labda ulikuwa unapitia mahali pagumu, unatakiwa ufukuzwe kwenye nyumba yako kesho, alafu na umemlilia Mungu na umekuwa ukinungunika moyoni kwamba hawa itakuaje, hawa watoto itakuaje. Alafu unashangaa ghafla anakuja mtu anakupa fedha ambazo either inazidi au inalingana na kiasi kile ambacho ulikuwa unakitaka. Mtu anakupa zile fedha, lakini amekupa kwenye wakati ambao yani wewe mwenyewe unajiuliza, huyu mtu amejuaje? Sio yeye, ni malaika anatumia watu. Kwa hiyo malaika huwa wanakuja kama msaada pale ambapo umefika sasa, ni huoni njia, huoni pa kutokea. Anainuka tu mtu, labda ni kanisani, labda unayemfahamu, labda usiyemjua, lakini sio maamuzi yake, ni malaika amemvaa, kwa anakuja anakusaidia. Ndio maana kuna watu ambao wanaweza kaja kwenye maisha yako wakakuvusha sehemu fulani, wanakusaidia kabisa kwa kipindi fulani, alafu ukishavuka pale wanakuacha, wanaondoka. Usiweke msaada unaopewa na watu kama vile guarantee kwamba ni lazima wakusaidie. Ikitokea wamekusaidia kwa kipindi hicho, shukuru. Wakinyamaza, nyamaza pia na wewe, muombe Mungu. Kuna watu ambao ni wataalamu wa kulialia, ana uwezo, anisaidii, sijui. Sikiliza, unafukuza malaika zako. Ukitaka Mungu akusaidie kupitia watu, piga magoti. Hivi mnanisikia, mnanielewa? Kwa hiyo malaika wana tabia hiyo, kwamba wanakuja pale ambapo kuna challenge, kuna changamoto, na hawaji kwa kila mtu, wanakuja kwa wacha Mungu. Malaika ni viumbe kwa ajili ya wacha. Okay, mstari wa 7 wa Zaburi 34. Biblia inasema malaika wa Bwana huwazungukia wamchao na kufanya nini? Sasa angalia neno wamchao. It means sio kwa kila mtu. Malaika wa Mungu ni official kwa ajili ya wacha Mungu. Mwambie mwenzako, unaona faida ya kumcha Mungu? Kumbe malaika wanakutumikia. Are you here? Yes, kwa hiyo malaika wanaheshimu sana wacha Mungu. Anasema hawa malaika wa Bwana wanawazungukia wamchao Mungu. Kwa hiyo kila unapoenda wako na wewe. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kukuokoa. Kukuokoa kwenye nini? Labda kuna kitu kinaenda kutokea mbeleni, alafu ghafla unashangaa wewe unakuwa safe, au ulikuwa upande gari fulani, alafu ghafla unajikuta umesahau simu nyumbani. Unarudi nyumbani, unaenda kuchukua simu, lile gari limeondoka. Baadaye unapanda gari lingine, lile ulilotakiwa upande mwanzoni likapata ajali. Ndivyo aliyefanya usahau simu ni malaika.
Unanisikia, unanielewa? Yaani malaika ametumia mbinu yote kwamba huyu anaenda kufa. Sasa tufanye mbinu moja, tuibane, tuifiche simu, aiache nyumbani. Akirudi ile gari itakuwa limeshaondoka na atakuwa amesalimika kwenye ajali. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sasa malaika tambua ni watumishi, wanatumikia watu wa Mungu, lakini ili malaika waweze kukutumikia ufanyeje au nifanye nini ili niweze kuwaona malaika? Okay. Kuna njia mbili za kuwaona malaika, na sio kwamba yule anayeona malaika kabisa kama malaika ni mtakatifu kuliko wewe. Hallelujah. Amen. Malaika ana njia mbili za kujidhihirisha kwa mtu. Njia ya kwanza ni kwa njia ya macho ya rohoni. Ni kweli kuna watu anaweza kusema nimeota. Kwa hiyo anaweza katokea kwenye ndoto mtu mrefu mwenye mavazi meupe, that's angel. Au mwingine akasema nimeona tumeona mtu mweupe, lakini sio mwisho wa malaika kujifunua. Kuna hii njia nyingine ambayo ni very simple. Very simple. Watu wanaokuja kwenye maisha yako kutenda mema. Sio kaka yako, sio dada yako, sio mpenzi wako, sio ndugu yako, amekuja tu kukusupport uvuke sehemu fulani. Those are angels waliovaa maumbile ya nani? Ya watu. Amen. Sio kina nipe nikupe. Maana kuna msaada mwingine ambao unaulipia, sio huo, siongelee huo. Yaani mtu tu anakusupport, alafu wewe mwenyewe kwa nini unanisaidia? Akwambia nimesikia tu. Huyo sio mtu, amevikwa umbile na roho ya nini? Ya malaika. Why? Because always you are praying, unaomba. Usifikiri kwamba unaomba for nothing. Usifikiri kwamba unaomba bure, kwamba eti Mungu ashughulike na maisha yako. Imani yako kwanza inakuambia nini juu ya uwepo wa Mungu. Once ukianza kuhisi kwamba mahali hapa kuna malaika, na kuambia hata kama walikuwa hawana mpango wa kuja, watakuja. Hallelujah. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea kwenye maisha ya mtu kwa sababu ya hisia zake au mawazo yake. Kilichomjaza mtu ndicho kinachomtoka. Wana wa Mungu wengi hawana hisia za malaika, hawana hisia za roho wa Mungu ndani yao. Ndio maana kitu chochote kinachotokea wanahisi uchawi. Acha kuhisi uchawi, anza kuhisi malaika ndani yako. Amen. Kwa sababu kwa kadiri unavyohisi malaika kwamba mahali hapa kuna neema ya Mungu, kuna malaika wako hapa, hata kama umeongea kwa imani, na kuhakikishia watajidhihirisha. Wataanza kufanya kazi pale. Amina. Hallelujah, hallelujah. Alafu wakati mwingine chukua hata neno kama hili hapa, weka kwenye frame. Siku hizo wakina mama mnaweka vitu vya ajabu kwenye nyumba zenu. Mastika ambayo hayaeleweki, mapicha ya hovyo, hayana maana yoyote ile. Malaika huwa anakuja kwa sababu umemtengenezea atmosphere. Huwezi kuniambia nyumbani kwako unaweka nyimbo za kuabudu tu, alafu malaika washindwe kuja pale. Haiwezekani. Umejaza nyimbo kwenye flash, zinaimba all the time. You are attracting the angel kwa sababu chakula chao ni sifa.